Vipi? Mzima? Salama dada yangu, shikamo. Marahaba, mambo? Poa, za wewe? Yaani mimi sio hata kwema. Maana hapa nimechoka mwili, yaani hadi miguu hapa. Hata sieleweki. Yaani kwanza hapa nashukuru kabisa nimekutana na wewe. Labda naweza kunisaidia kitu. Hivi siku mbili hivi hujamwona Babla? Dada. Sema kweli mimi sifahamu. Mimi mwenyewe nilikopo zangu natoka huko ili nije hapo nyumbani nimwangalie ni mzima au anaumwa. Hata sielewi. Sijamuona, nina siku kede sijamuona. Hata kule kwenye kikundi chetu hayupo. Mimi nikajua nikikuona wewe hapa, majibu yangu yote utajibu. Kwa sababu wewe ndo shoga yake. Alipo yeye wewe upo. Sasa unavyoniambia hivyo mimi nitaenda kumuuliza nani? Yaani wewe shoga yako huyo na siku sijui ngapi sijamuona nyumbani. Ninamtafuta. Yaani hapa kwenye hapa nimetoka huko kumtafuta kule chini. Labda nitamuona kule, nako nimeenda kule hayupo. Na siku sijui ngapi wala sijamuona. Haya, wewe ndo shoga yake, unataka unidanganye nini? Akati lako. Haya vipi? Mimi yani dadangu nikwambie tu kweli sielewi, yani sifahamu. Mimi mwenyewe na siku sijamuona kwenye kikundi chetu. Kwa sifahamu kitu chochote kinachomhusu yeye. Maana nataka nikuulize tena umeshanijibu kila kitu. Haya, nashukuru. Sawa. Basi ukimuona sasa uko shoga yako hapa njiani huko utapita zako kukutana naye. Mwambie namtafuta. Tena arudi nyumbani. Yaani na shida naye muhimu sana. Maana tangu ondoka hata sielewi kaenda wapi. Siku zinaenda tu zinaisha sijui yuko wapi. Sio vizuri. Wewe ni dada yake na nakwambiaga mambo mengi. Kwa nini asiondoke akakuaga? Wewe shoga yake ujui mimi nitajua. Lakini angeondoka amekuaga. Hiyo ni kutiana pressure. Angekwambia. Sawa. Sawa dadangu, mimi nikimuona nitakujulisha. Pende siku zisonge ndo tunavyoishi. Sweetheart. Mimi na hakika ya jana flash. Naamini hii ni ndoto ya kila mwanamke. Ndio. Na sidhani kama mwanamke yote utamfikishia hii habari alafu complain. Kama wapo basi naisi atakuwa kidogo na tindio wa ubongo. Nimeona sio vema nikufanyie surprise ama niaje. Nikaamua ni heri nikushirikishe ili ukae ukilijua hili. Haya, nakupa masikio. Mimi nimekaa nimetafakari nikatafakuri. Ndio. Nimefanya maamuzi ambayo niliyofanya hapa, nikasema nikushirikishe mwenzangu ili tuone na utalipokeaje na kulifanyaje kazi. Hivyo basi kuchelewa kwako ndipo kujirudisha kwako nyuma. Maamuzi mimi niliyofanya ni haya. Nenda kaongee na familia yako. Nami nishaongea na familia yangu. Tunataka tulete barua. Baba kweli? Yeah. Ni mwana mama. Kweli? Lili mtenda. Yeah, sure. Nilijua utafurahi sana kikupa hii hapa. Nilifurahi sana. Kweli? Sana. Kweli? Yaani Ndoka wapi? Bobo. Asante. Dole, nilishakwambia sipo kwa ajili ya kukuchezea. Nipo kwa ajili ya kufanikisha lile lengo lako la siku nyingi. Kwa nataka nikakufanye kuwa mke wangu wa daima. Leo mpaka kesho. Nikifa unizike, ukifa unizike. Yeah. Tunaishi nazo tena kibishi tu. Wasaka tonge siku zisonge ndo kina sisi yeah. Amwera mamruki tunaishi nao na tuko busy tu. Watu hatukei raisi hatukei waziri. Asifa mbaya tundu pana stahiri. Wanapita pachafu ya ni level za chini. Natokea mimi yeah. Panaitwa Swahilini.
Baba, mambo vipi? Mzima. Pole, nasikia umetekwa mpenzi wangu. Unatekwa na nani? Baba, sikia. Baba, mtu atakunyima maneno, atakunyima chakula mimi, lakini hawezi kunyima maneno. Nimetekwa na nani? Baba, nimesikia umetekwa. Hebu niambie nani aliyekuteka? Sijatekwa mimi. Nimetekwa na nani? Baba, niambie nani aliyekuteka? Yaani mimi nina karibuni mawiki mawili nahangaika, yaani mpaka ndala zinaisha kwa ajili ya kutafuta wewe, kweli? Hebu niambie mpenzi wangu, nani amekuteka? Wewe, mimi sio mpenzi wako. Tangu lini kama mpenzi wako? Naishi kwa mume wangu. Ni mume wangu. Unaishi kwa nani? Kwa mume wangu. Baba. Yaani leo hii wewe kuniambia mimi maneno kweli? Naishi kwa mume wangu. Ni mume wangu na tunatarajia kupata mtoto. Kuanzia leo koma kunifuatilia, kunisimamisha kama hivi. Mimi ni mke wa mtu na nina mtoto wa mtu tumboni kwangu. Sijui unaelewa? Baba. Baba, wewe kunifanyia mimi hivi kweli? Baba, wewe kuniambia mimi maneno kweli? Koma kunifuatilia na kunisimamisha kama hivi. Baba. Wewe baba. Baba. Baba! Nini nimekukosea baba? Nini nimekufanyia baba kikubwa kabisa cha kunifanya mpaka kunilipia mimi haya? Baba. Nikupenda sana baba. Kipi kikubwa nilichokufanyia baba? Baba! Hakuna ninachomiliki, mara yanahisi pisi, kingine mimi sina, ndo maana langu jina. Oya, Bobo. Nipo nje hapa. Toka nje mara moja, nahitaji naongea. Sawa, chap basi. Haya po. Mzee, baini mpaka umeamua mpaka kutimba mtani kwangu yani. Ndugu yangu, nina jambo ukiona hivyo. Maana si kawaida yangu kuja. Kama nishaanza tunakutana kijiweni, leo vipi tena mtaani tena? Kawaida vipi tu? Nyama. Sasa bwana, nimekuja hapa nina jambo moja tu nililonileta hapa. Huu mchezo wa Mfalme Kijora. Wewe ndo mwenye peni na karatasi ujue. Ni sawa, lakini nina jambo moja kubwa sana kwako. Na hili jambo kama utaliweza, naweza nikatangaza mtaa mzima huu kwamba ndio umefanikiwa kuwa Mfalme Kijora. Ukifanikisha swala moja tu. Lipi tena? Najua ni majambo madogo sana haya kwako. Ni mzoefu sana haya mambo. Mtoto wa 2000 akupiga miche. Mke wake anapitia. Kafanyaje? Nahitaji uwe naye. Hilo kubwa hilo. Hilo sio dogo. Tena ndani ya siku 3. Ukifanikisha basi utakuwa sina budi, utakupatia kijiti cha Mfalme Kijora. Vipi? Uwezi? Bob. Sijakuzoea hivyo juu. Hapo namzungumzia Babla ujue. Yeah.
mke wa pili. Nitoke naye mimi. Kama utashindwa basi nimtafute mtu mwingine ama raha nimpatie Peti Forme Kijora, maana nahisi Peti pia akafanya mengi, sio wewe tu. Forme Kijora ni moja tu mtaani. Yaani hilo alipingiki. Sasa sikia. Mimi nakuhakikishia ndani ya siku hizi 2. Wewe umesema siku ngapi? 3. Mimi nakupa siku hizi 2. Jambo dogo kabisa. Kuna jingine? Baba. Sina, ila kuwa makini ndani ya hili swala. Tuishi huko. Kwa hiyo Karibu sana. Asante bwana. Gaga bwana, mimi nimekuja hapa na shida kidogo. Na shida kubwa hapa ilonileta bwana. Kuna kijana bwana napitia naye changamoto kubwa sana hapa mtaani. Yaani ananifanya kuna muda nakosa amani. Ananifanya kuna muda nawaza sana namna gani naweza nikajaribu kuseti mipango yangu. Maana kila mpango ninaopanga yeye mwenye kunivurugia. Sasa ujio wangu ni kwamba nataka tumpoteze kabisa mtaani. Yaani sijajua utafanya nini, utampoteza, utampeperusha kwa staili gani, hiyo kwa kumuua, kwa kufanyaje. Ninachotaka mimi mtaani nibaki peke yangu. Yaani nisiwe na mshindani wa aina yoyote. Hilo moja. Jambo la pili mganga analoleta hapa, huyu kijana kuna binti ana mahusiano naye. Na huyu binti ni mjamzito. Kabeba mimba ya huyu kijana. Kitu ambacho ninachokitaka mimi mganga, huyu binti huyu, hii mimba itoke. Ili mimi niweze kuwa naye tena kwa uhuru. Pindi huyu jamaa tunapokuwa tumempeperusha. Hayo ndo maombi yangu. Umesema huyu anaitwa nani? Anaitwa Peti. Kwa hiyo unataka nani apeperushwe hapa? Peti. Yaani huyu kijana ndo apeperushwe. Apeperushwe. Sawa. Mizimu, wakina Kimwaga, wakina Chani, na waita hapa. Kijana inabidi tumsaidie. Ana matatizo, kuna mtu anamsumbua. Kuna binti anamhitaji, lakini huyu binti kuna mtu anamsumbua. Kijana. Naam. Umeona hii? Hii inaitwa pembe ya Biti Bakari. Inaenda kuharibu kila kitu. Kila jambo linaenda kuvuruga. Kuanzia huyo kijana mpaka ujauzito wenyewe. Sawa? Sawa ile mjana. Haya. Nenda nilipokutuma. Kafanye kazi yangu. Ukimaliza urudi hapa. Kijana, nimeshamaliza kila kitu.
wewe taarifa zote utazipata. Tashukuru sana. Mimi ndiyo Kimwaga, sijawahi kushindwa na kitu chochote. Sijawahi kushindwa na mbwa wa aina yoyote ambaye anaishi hapa duniani. Sawa? Tawile mganga. Sawa? Tawile mganga. Kuwa na amani. Nimeshamaliza kazi. Sawa kijana wangu? Tawile mganga. Haya, unaweza ukaenda. Mimi ndiyo Kimwaga. Sijawahi kushindwa na kitu cha aina yoyote hapa. Asante sana Biti Bakari. Asante sana Sudi 6 kwa kunipa uganga Kimwaga. Najiamini, nafanya kazi ninavyotaka. Asante sana Sudi 6. Asante sana Sudi 6 kwa kunipa uganga Kimwaga. Nafanya kazi yako vizuri. Mfalume kijora, mfalume kijora, mi mfalume kijora, mfalume kijora, mi mfalume kijora. Baba. Kwanza nianze kutanguliza shukrani zangu kwa kufikia mtu. Sikutegemea kama labda ungeweza kufika katika baba. Unajua wewe ni mwanamke mzuri sana. Tena mwanamke ambaye utakii kabisa upitie changamoto za aina yoyote. Yaani inatakiwa upate sehemu nzuri ukae, relax ule maisha, ule bata. Sijui umeelewa. Mimi nataka nitimize moja kati ya ndoto yako kubwa sana. Kwa mwanaume yeyote yule ambaye ni mjane atakapokuona ama atakapokutana na wewe, sidhani kama anaweza akawa na sei. Sidhani kama anaweza akapindisha macho. Na mimi naomba nitumie fursa hii ya kuongea kile kitu ambacho na feel kutoka ndani yangu. Tukienda nje mbali na kashfa ambayo inaendelea ya wewe kubakwa, naweza nikasema baba, kama hautojali, naomba nikuoe. Nataka nikufanye uwe mke wangu, na kama hautojali, natamani nikuoe wewe kwa mtoto wangu. Yaani unajua, yaani sijui kwanza hata umetoa ujasiri wapi wa kuja kunifuata kuniambia unanipenda na unajua mimi ni mke wa mtu. Nimeolewa na nina mimba. Baba, najua wewe sio mke wa mtu. Na najua wewe hayo mahusiano ni mahusiano ya kulazimishana. Na ndio maana alikubaka. Kama angekuwa anakupenda basi angekufuata kama nilivyokufuata mimi na kukutongoza. Lakini alitumia mamlaka, alitumia nguvu. Ule ni udhalilishaji wa kijinsia. Alikunyanyasa. Sasa mimi nataka nikufanya wewe kuwa wa special. Ugumu unatokea wapi Maria? Ni ngumu kwa sababu mimi siwezi nikaachana na mume wangu ghafla tu bila sababu za msingi. Baba, please, I want to marry you. Nataka nikufanye kuwa mama watoto wangu. Na nitafanya kila aina ya njia ili uweze kuondoka pale kama utalizia. Na mimi niko hapa Bobo, niko kwa ajili ya kusafisha wewe jina lako. Na ndio maana mimi sihitaji kukuweka ndani kama ulivyokuweka leo. Kiolela lela. Nahitaji nifike kwenu kihalali, nitoe barua. Kwenu unifahamu. Kisha nikuoe baba. Na kuhusu hiyo mimba yako, mimi nipo radhi kulea mtoto wako. Kama nimekupenda wewe, basi hata mtoto wako pia sina budi ya kumpenda. Nitampenda naye kama ninakupenda. Kuhusu mtoto wangu utanipenda kama unavyonipenda mimi. 100% na kuahidi. Kama hukujali. Ni ngumu kakaangu. Sijajua ugumu unatokea wapi hapa. Ugumu unatokea kwa sababu mimi ni mke wa mtu, afu huyo mtu sijaachana naye. Ninaishi naye. Yaani ugumu ndio unaanzia hapo. Swala la kuachana naye ama kutokuachana naye niachie mimi.
kwa sababu mimi najua wapi pa kumpigia ili mradi niweze kuachana. Yule sio mtu mwema, sio mtu mzuri. Kumbuka alikutoa wapi? Amekutoa katika mikono ya mwanaume mwingine ambaye ni Jeradi. Mimi sitaki kujua kuhusu masuala ya Jeradi na mambo yote hapa. Najitetea mimi kama mimi, nazungumza vitu vya mimi kutoka ndani ya moyo. So please baba, nahitaji nifanye uwe mume wako wa ndoa, wa halali. Nataka nifute CV yako mbaya. Baba, sijajua unawaza nini kwa maana. Mbona ni jambo rahisi tu kufanyia maamuzi. Ni rahisi. Rahisi. Mwanaume kama anakutangazia ndoa, unajua ni mwanaume anakupenda sana. Nahitaji kuwa mume wako, nahitaji kuwa baba huyo mtoto wako. Sawa. Kumalizia kutoka moyoni. Ndio. Basi sasa nitakachokifanya mimi ni kukutorosha. Haijalishi ni saa ngapi, sana dakika, nitacheza na akili yule jamaa. Muda wote ule nakuja kuchukua, tunaondoka. Sawa. Kumalizia kutoka moyoni. Ndio. Follow me kijora, oh yeah 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 yeah. Jamtu liona mtu, chuma uliona kutu, na kama la kusia taketigo mula nyumbira dhilada. Nazi nimetia kwenye supu, kisu changu hakikatibutu,